Hakuna yeyote anayeweza kumpumzisha mwanadamu isipokuwa Kristo. Katika Yohana 14 mstari wa 27 anasema, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Hofu imekuwa ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Hofu katika mahusiano, hofu katika ndoa, hofu katika elimu, hofu katika biashara, hofu katika urafiki, hofu kila sehemu kuna hofu. Na Yesu anasema amani anayoitoa ulimwengu hauwezi, amani ambayo inamtunza mwanadamu, na mwanadamu hawezi kufadhaika wala kuwa na uoga. Anaamini ya kwamba yeye ni wazo la Mungu na Mungu alimleta kwa makusudi. Hakuna mtu aliyekuja kwa bahati mbaya. Kama mimi ni wazo la Mungu, Mungu anajua namna ambavyo atanivusha. Kama wewe ni wazo la Mungu, Mungu anajua namna ambavyo atakuvusha. Ana njia nyingi ambazo mwanadamu hawezi akazielewa. Na mwanadamu anapofika sehemu anasema nimemuelewa Mungu, huyo sio Mungu, hilo ni zimwi. Mungu huwezi ukamwelewa. Ni mpya kila siku. Hata malaika, maserafi na makerubi wanasema holy holy, mtakatifu mtakatifu, kwa sababu kila unapomtazama ni mpya. Hawajamzoea. Mungu azoeleki. Ukisema mimi nimemzoea na uzoefu na miaka kadhaa kwenye huyo sio Mungu, umezoea zimwi. Mungu azoeleki. Ni mpya kila siku, na kila anayemwendea anapata radha ya kumwendea tena, kwa sababu anamwona mpya. Ana vitu vipya, sio kama vya jana. Ukienda kesho anakuwa na vitu vipya, sio kama vya jana. Kila siku inapoenda ni mpya. Anasema amani na waachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Amani ambayo inalinda, amani ambayo inakupa tumaini jipya, amani ambayo inakwambia inawezekana. Nitawapa ushuhuda halisi. Nilipokuwa nikikaribia kumaliza elimu yangu ya theolojia, nilikosa school fees. Kwa hiyo tuliporudi likizo, kulikuwa hakuna fedha ya mimi kwenda shule. Nikamuuliza baba yangu, hamna hata chochote? Akaniambia hakuna hata chochote. Baba yangu ni rafiki yangu, mara nyingi huwa tunatembea pamoja. Wale ambao wanafahamu mji wa Mwanza, huwa tunatembea kwa miguu kutoka maeneo ya Pasiansi mpaka mjini. Tunapiga story. Anapenda kutembea kwa miguu. Basi nikamwambia tutembee tuelekee mjini. Tulipofika mjini nikaona sehemu ambayo kuna ATM mashine ya NMB. Nikamwambia baba, kadi unayo? Anasema nayo. Tukajaribu, anasema hamna kitu mwanangu. Nilipoweka kadi, unajua kadi ikiwa haina chochote wala hata kufungua ifanya nini? Kwamba haifunguki. Kwa hiyo hamna kitu. Nikakumbuka Yesu aliwatuma wanafunzi wake akawaambia, nendeni na yule samaki wa kwanza ambaye mtamtoa katika nyavu, toeni pesa katika kinywa chake mkalipe kodi. Nikasema, Yesu, ninaomba nikuone. Uliruhusu wanafunzi wakatoa fedha kwenye mdomo wa samaki. Naomba na mimi kwa kadi ambayo hakuna chochote itoe hela, ili niende nikalipe school fees. Ndio namalizia degree ya kwanza. Ninaomba mimi nisiyestahili nipate kitu cha kusema kwa wengine ambao nitaushuhudia ukuu wako. Nilipoweka kadi ikafungua. Nikakomandi ikatoa fedha. From that moment tunasema kwamba hiyo kadi ni miracle kadi from heaven. Nikalipa school fees. Mimi leo mtu akiniambia kwamba eti Mungu hawezi akajibu, aingia akilini. I've seen it.
Nenda kwenye ATM mashine, kama hela itatoka, itatoka. Kama Mungu anataka kukamilisha mambo yake, itatoka. Kama bibi kizee anazaa. Sara alikuwa ni binti au bibi kizee? Nauliza, Sara alikuwa binti, bibi kizee? Bibi kizee hakuzaa. Sayansi inasemaje kwa bibi kizee? Si anafika sehemu anakoma. Haya, na Sara anapomwambia Ibrahimu ya kwamba wewe ni afadhali ukamuone huyu mjakazi ujipatie uzao, alikuwa anaelewa anachoongea, lakini Mungu akasema mimi ni Mungu, sina mipaka. Bibi kizee anazaa. Sara akamzaa Isaac. Ndiye huyu ambaye anasema ya kwamba anaweza akampumzisha yeyote atakayekubali, haijalishi anatoka katika dhehebu gani. Haijalishi. Utakaposema Bwana Yesu, nitwae mimi, ninaomba unipumzishe, atakupumzisha. Kwa sababu yeye ni mwaminifu sana, ni wa kweli na wa haki. Amewapumzisha wengi ambao sayansi zilishindwa. Amewapumzisha wengi ambao vyakula vilishindwa. Amewapumzisha wengi ambao elimu zilishindwa. Lakini Yesu hana mipaka. Hana mipaka. Ndiye huyu aliyesema na mimi peke yangu nitawapumzisha. Wakamuuliza, hivi mtu sasa akizaliwa ana kasoro, ni kipofu, ni kiwete, ni kilema, ni bubu, sasa nani aliyefanya dhambi? Babu yake kizaa babu yake, au baba yake au mama yake? Inakuwaje? Yesu akasema mambo mengine hayana budi kwako ili jina la Mungu liweze kufanya nini? Kutukuzwa. Siwi disabled kwa sababu kuna laana. No. Hapana. Sisi wote tumebarikiwa. Na alikuja kwa walio wake ili aweze kuwakomboa. Aliposhuka na kufanyika mtoto mdogo na akapita maisha magumu, maandiko yanasema mtu ajuae sikitiko. Kama kuna mtu alikuwa na sikitiko kubwa ni Yesu Kristo, aliyekuwa na vyote, sasa anaamua kuishi kama hana vyote. Aliyesema yawepo maji, kuna siku aliona kiu akaomba maji kunywa. Aliyefunikwa na utukufu alibaki uchi siku moja ili wewe na mimi tuweze kuokolewa. Na maandiko yanasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hakuna fedhea ya mwisho ambayo utaifanya mwanadamu ajione ni wali ya chini, isipokuwa kumvua nguo hadharani mbele za watu. Unakuwa umevunja haki za nini? Za binadamu. Mwokozi wangu hakuvaa nguo hata kitambaa, alikuwa uchi ili mimi niliye uchi anipatie vazi lake la utukufu. Imago Dei, vazi la utukufu analowavika malaika watakatifu, nuru ya utukufu. Imago Dei. Wakati Adamu amekosa vazi la utukufu na mama Hawa wakawa uchi, Yesu naye akaamua kuwa uchi ili awapatie vazi la utukufu. Na ndiyo maana mbele za Mungu pasipo kufunikwa na utukufu wake tuko uchi. Hakuna jambo la kumshinda Kristo.